Nasema leo ni mazishi ya babangu mzazi Amos Bogwa Kimani, na leo matarajio ilikuwa the second deputy president of the Republic of Kenya Rigathi Gachagua angekuja kuhudhuria mazishi, kwa sababu mimi ni rafiki yake na mimi nilikuwa mfanyikazi wake. Na wakati walisikia hivyo, Kimani Ichung'wah na Kawanjiko na ndiye mheshimiwa hapa, walisema hapa Rigathi hata kuja hapa, na wakahaya goons, walihaya Mungeke, walihaya kutoka pandi zote za Kiambu. Watu walikuwa wamejazana hapa, walikuwa na mwago hapa na maroli. Sasa shida yangu ni kama unaenda kuharibu mazishi ya wenyewe, hii kwa tamaduni yetu it's out of question. Hauwezi enda kuharibu mazishi. Kama kuna vita ya kisiasa na wewe ni mwanasiasa, itana mkutano wa kisiasa, useme vile unasema kisiasa, usiende kuharibu mazishi ya watu wengine. This is animosity of the highest order. Walikuwa naita Limuru style. Walikuwa nasema hii mazishi haitaendelea, watapiga watu, watavurusha, wataangusha hata hiyo saduku, wataivunja. They are leaders of integrity. Na kama mheshimiwa Deputy President Rigathi Gachagua alipata fununu kama kungekuwa na vita, yeye ni mtu anaheshimu kanisa na hangekubali vita itokee kanisa, kwa hivyo akasacrifice kuja kwake kwa hii mazishi. Lakini mmesikia nyinyi wenyewe, mhubiri amesema wanagoja sana mheshimiwa Gachagua atakuja tena kutembea kwa hii church. Sasa tunataka kujua kama itakuwa ni mtindo every time deputy president akienda, second deputy president akienda mahali, watakuwa wakiita Mungeke Kenya mzima ndio wamzuie, na watafanya hivyo kwa muda gani? The president alikuwa afike katika mazishi haya, na kulingana na intelligence ambayo imetolewa, ripoti ilitolewa asubuhi, ikaonekana ni kwamba asiweze kufika katika mazishi haya kwa sababu kuna vijana walikuwa wamepangwa. Wengine walikuwa wametoka upande wa Kikuyu, wengine walikuwa wametoka Dagoretti Kona, wengine walitoka Githurai, wengine wametoka Limuru, wote wameletwa na mabasi. Na ujue wakati ule mwingine tulikuwa pale Limuru, ilikuwa tu imeanza tu hivi pole, tukadhania haitafanyika. Hii maneno haifanyiki mahali kwingine. Kwingine watu wanakufa na wanazikwa vizuri sana. Tunaona mazishi inafanyika kule Kakamega, viongozi wanakufa na wanazikwa vizuri. Lakini ikifika hapa kwetu Kiambu na Mount Kenya Mlimani, inakuwa ni furugu. Sana sana mahali wanasikia deputy president anaweza kuhudhuria, mjue hata kama aliweza kungolewa, ni kiongozi na ni mmoja wetu. Kama mtu ako na haki ya kutembea mahali popote, anaweza fika kwa sababu ni Mkenya kama wale watu wengine. Kwa hivyo tunasema ya kwamba isitumike vibaya, na sana sana vijana wetu wasitumike vibaya.